Baby girl, na kuona ulivyochanganyikiwa, umechanganyikiwa, kula uli, una vidonda vya tumbo vimechachamaa, vinamwaga damu, kisa huyo bwana, kisa tena mchepuko ambao uko naye miezi 6. Watu wamekaa na michepuko miaka 3. Mchepuko amesomeshwa kuanzia mwaka wa kwanza university mpaka mwaka wa 3. Tuko naye bampa tu bampa, mwisho ndo alisema goodbye. Mamjengo yupo. Wewe naomba uanze kula mwali wangu, sisi kukupoteza hatutaki. Leo bwana tuna shughuli ya shoga yetu. Shoga yetu bwana ana mume mmoja ambaye mume wake ni profesa, ni mwalimu wa chuo. Chuo gani mimi sijui. Huyu bwana alimuoa yule akiwa na miaka 23. Wameoana Roman Katoliki pale. Bwana, kuanzia leo huyu mume wako, kuanzia leo huyu mke wako, mkavumiliane. Sawa? Sawa. Shahidi mkumbushaji huyu hapa. Wametoka pale wameenda kuishi, mambo yalikuwa hapa. Dada mfanya biashara mwoka keki, mpika keki mjini. Dada anakuambia na jina, hata nikutajia hapa jina lake unaweza kulijua, lakini sio kazi yangu. Wameanza kuishi maisha, akaendelea mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5 kwenda wa 6. Baba yule akapata mtoto kigoli kidogo cha miaka 20 chuo. Baba akashikwa masikio, haelewi yasikii. Shoga yetu ananiambia, vipi mtoto ni mzuri? Mtoto ni mzuri, ni mrembo, vipi hata ningekuonyesha? Nikamwambia najua hayo. Jaribu linapokuja kwako ndugu yangu linakuja kubwa. Kama wewe kimo chako hiki hapa, basi jaribu linakuwa hapa. Ili mali tu kukuchanganya. Akaambia mtoto ni mzuri vibaya, kiuno nyigu, mtoto ana elimu. Shambo yuko chuo, utasema nini? Baba anarudi asubuhi. Baba anisikilizi. Baba Adam na Hawa atucheze tena kiadamu na Hawa. Mimi nilikaa miaka 2 sijakutana na mume wangu hivi. Chuo kimekamata baba, chuo akieleweki. Baba alikuwa anajulikana klabu nzima, klabu zote za daa, baba alikuwa anajulikana. Baba anaenda na ule mtoto hapa. Klabu gani samjole baba? Baba ana namba paka za ma DJ. Baba ana chop money hivi. Baba nilikuwa nalia asubuhi, mchana na jioni. Mimi naoka keki, naamka asubuhi naoka keki. Maana sana nikawa paka send ofisini. Maana yake nilikuwa nalia. Keki ile inatolewa hoda, mimi napikia nyumbani, keki inaenda ofisini. Nilivyokuwa nimechanganyikiwa paka nikawa sijipendi tena. Sio, unanielewa? Dada anakwambia nilikuwa naendesha gari, nasimamisha gari katikati ya njia, nalia katikati ya njia mwali wangu mpaka nifike nimekuwa mkundu. Nikamwambia yeye, akaniambia sasa. Nikaanza kuona vituko. Yule bwana anaweza kuja anaongea na simu, siku hiyo amewahi kwa mfano saa 5, anaongea na simu kuanzia saa 5 mpaka saa 9. Nikamwama chumba ili apate kuwa na muda na huyo mtoto wake. Maana mtoto wake, maana baba ana miaka 49, mtoto ana miaka 20. Jamani, si first born, si second born, natembea naye bila aibu. Shame on you men. Basi akamwama chumba. Baba hajatikisika kama mlima wa Sayuni. Hajafurukuta wala hajashtuka kwa mke wangu kama chumba. Kimya. Mama akasema fresh. Imeenda. Yule dada anakuambia mara aache bra katika toto. Imeenda mara apatane na perfume za ajabu ajabu, mara ni malipustiki kwenye gari, mara vitu vya ajabu, mara baba akaanza kubadilisha mavazi. Anapiga kaptura, anakwambia mimi tangu nimeona yule mume wangu aje kuvaa kaptura. Sasa akaanza kupiga vikaptura na t-shirt vikaush. Mtoto ka switch hadi akili. Nyie kweli hii kweli jenzi. Mama anasema mimi hakuna rangi sijaiona vivi. Na shangaji mnaondoka tikisa bwana mmeona message. Mimi niliama chumba na bwana akushtuka. Nikaambia mwali wangu na bora uliama chumba kuondoka kwenda kwenu Matombo. Usingepigiwa simu, usingetumiwa email. Ungekuwa unatumiwa na za matumizi wewe kama PO box. Ndio ungeelewa. Yaani sasa hivi amekushinda ama chuma kuama nyumbani ya kuongoza chumba unaama kwa sababu gani? Umo ndani, angalia huku ukutani, yeye angalia dirishani. Lakini chumba akiamu tutaongea tuta kama kwa vitendo. Shati lako, viatu, si unanielewa mwali wangu, unaondoka na mizigo yako. Dada anakuambia siku moja akapigiwa simu na mtu asiyemjua, sauti ya kike. Ile mama akapokea simu, wewe ndo fulani? Ndio mimi ndo fulani. Anajua tena mteja wake wa keki. Huyo mume utamuacha tu na hapo utaondoka.
mtoto anaongea kama kameza sijui kitu gani, sijui kanywa kinywaji gani, spirit gani sielewi. Ana kama mtu aliongea, mimi nilibaki kimya kwa sababu siamini leo nachambwa kwa sababu ya mume wangu. Mtoto aliongea, alikuwa kama moto wa kifua, aliwaka hivi. Haikutosha, akapokea mashoga zake wamenipokelea ile simu chamba vibaya. Sura nielewa. Kisa yule bwana jana yake aliumwa, kuumwa sio alikuwa na mipango yao, baba hakwenda. Wakajua Mamjengo ndo kafanya nini? Kamzuia. Walimalizana naye. Hajakaa sawa. Mama mtu wa yule mtoto, jamani mama wengine mbona kama mmekosa adabu. Mama mtu alimchamba yule mwanamke mwenzake kama sijui kitu gani. Ana kama vipi sikurudisha jibu hata moja kwa sababu kama nilikuwa kama nimeparalyze, kama nimepata shock. Akaja akamwambia mume wake. Mume wake akakana, hiyo namba sijui, sina mahusiano. Dada habari anazo, watu watakunyima hela lakini sio maneno. Kwa hiyo habari alikuwa nazo. Usiku hiyo yuko ofisini, akapokea simu nyingine tofauti na laini ile. Shoga yangu ndo fulani bakery keki ndio. Nataka keki ya birthday ya mume wangu. Sauti kama inakuwa inafanana lakini huwezi kusema mtu anataka kukupa riziki, inabidi uwe mpole. Keki ndio, nitumie sample za keki. Mama akatuma WhatsApp yote ya kuanzia kwanza mpaka 20. Mtoto ka point keki ya 100,000. Naomba unitengeneze kesho birthday ya mume wangu. Na baba Mjengo kesho ndo birthday yake kweli. Mama ileta moyo kumtengeneza keki ya birthday hana kwa sababu bwana amuoni. Si wa Jumatatu, si wa Jumapili, si wa Jumamosi. Bwana hayupo. Bwana haonekani, yupo kama mvua za vuli za Dar es Salaam. Huku na huku kule. Kesho ikafika keki, mtu wa delivery akaja akachukua keki. Keki imekuja kuchukuliwa, mama hayuko ofisini, yuko nyumbani. Hela imeshalipa kwenye Tigo Pesa, sio kwenye M-Pesa, shida sio za kwake, mtoto ameshalipa hela cash na ya kutolea. Profesa iko lele. Profesa iko hapa. Wewe ogopi Profesa la njenje. Nakwambia mama amekaa nyumbani, hela keki shapelekwa. Mama anakutana na mess na video view once. Mnaelewa tu view once. Baba anakata keki huku anashukashukwa kidevu. Baba anakata keki, anaimbiwa na mashoga zake. Baba yuko lele, baba yuko excited, baba ana furaha. Baba akashika kiuno cha mtoto, anakata wote keki kama mapacha tunalozala siku moja. Baba anakuambia amelegea, yuko nyanga. Baba haelewi, baba yupo kama Taira mzoefu, sijui niseme nani. Baba akanyong'onyea. Mama anakuambia Vivi, sikia tu hadisia hivi, nilikosa nguvu kwenye miguu huku, nilikuwa kama na ugonjwa wa gout. Yaani nilikosa nguvu, nilijisikia niko chini, ile simu imedondoka, imepasuka simu wifi. Nikaangalia ile video, nikajikishia, huyu ndo baba fana aliyenioa, ndio huyu aliyenitolea mahali, ndio huyu ndo mwenye pete hii, ndio basi mimi kusha habari yangu. Dada alinyong'onyea hospitali, kalazwa madrip hivi. Mama nakwambia hivi, niliumwa mimi, ninachoumwa kila mtu anakuja kuniangalia pale namwambia malaria. Kila mtu anakuja namwambia malaria. Kumbe hakuna cha malaria, hakuna cha UTI. Shida ninaijua mimi. Pressure imepanda hataki kushuka. Nikarudi nyumbani. Nikamwangalia yule mwanaume nikasema, ndo huwa anifanyia hivi. Najiona kabisa naondoka, yani najiona kabisa watoto wangu naondoka, nawaacha watoto wangu wadogo. Nikasema sawa. Akanambia Vivi, nilifunga siku hizi siku 2. Nikaenda kanisani, nikamwambia Mungu unipe nguvu, maana nataka tulia. Unipe nguvu, maana nataka nirudishe swala msituni huko anakokaa. Huku mjini sio kwake. Huku tunakaa binadamu, swala wote wanakaa porini. Nikamwambia Yefa, naomba piga filimbi baba yangu, mechi ianze. Tutajuana Manchester nani Liverpool nani. Itajulikana leo. Mama akaanza vimbwanga. Tulia mwali wangu nikuelekeze. Wewe ambaye umekaa unalialia, amka, fanya mapinduzi. Soya Zanzibar, fanya mapinduzi ya katika mahusiano yako mwali.